Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu ni wa kuhofiwa kwa sababu ana hukumu yako. Na anapokuja hapangiwi na wewe, anapanga mwenyewe. Kwa mfano wa mtini tumeyaona haya, na leo tunajifunza jambo hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo taratibu zetu, tabia zetu zikiwa hazina mantiki ya Mungu, wewe ni mti usiozaa matunda. Laiti kama utakuwa ni mtu ambaye unakwenda kwa mifumo yake Mungu, ataingia kwako na kula na kunywa kama alivyowaagiza wakina Petro kwenda kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mungu anakupenda. Mungu anakutumainia wewe katika kufanya kazi zake. Wewe ni mjoli wake, wewe ni mtume wake, wewe ni nabii wake. Kama unalo neno lake, lifanye juu ya kwamba makwazo hayana budi kuja, lakini Bwana atakupa mlango wa kutokea. Ndivyo anavyotuambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo ule mti usiozaa matunda ukaambiwa yasipatikane matunda kwako tangu leo na hata milele. Unaonaje wewe ukilaniwa na Bwana kwa laana hiyo? Sio kifo hicho? Mungu ni mwema kila wakati. Mti ukafanyaje? Twende. Mtini ukanyauka mara. Mti ukafa pale pale. Kauli za Mungu zina nguvu. Ndizo zinazoua na kuuisha. Ndizo zinazoganga na kuumiza. Yeye ana sifa ya uungu, na uungu ndio huo. Unaposimama na kwenda katika mfumo wake, Bwana hana mashaka na wewe. Utaota njozi za mbinguni, utaona maono, atakutumia katika kutupasha habari sisi wenzio, na tutaona majawabu, kwa maana yeye amekutuma wewe. Bwana Yesu asiwe sana. Amina. Mti ukanyauka mara kwa sababu hauna vigezo vya utukufu wa Mungu. Mti ukanyauka mara maana haukutambua kwamba Bwana wake anakuja kukagua kazi, anakuja kuangalia, je, chakula cha roho kipo hapo? Unalisha watoto wake chakula? Sasa njaa ya Kristo ilikuwa sio tunda. Njaa ya Kristo ilikuwa ni utayari. Mti haukukutwa kama uko tayari. Maana Bwana anakuja, haukutambua hata kutetemeka. Wewe utakuwa katika vigezo gani? Wewe utasimamisha wapi utukufu ule wa Mungu wakati hujajiandaa? Huna mahali, wala hutambui kwamba nyakati ni za Bwana. Una mambo yako. Mtini ukakutwa una mambo yake. Ni sawasawa na wewe ulioacha kazi za Bwana ukafanya mambo yako. Siku hiyo inakuja, utatoa hesabu mbele za Bwana. Jiandae. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sasa baada ya mtini kunyauka, yale hajawahi kufanyika, kina Petro wakashangaa, wakatazamana. Mtoto huyu jamani. Ni Bwana huyu. Hajawahi kufanywa haya katika Israeli yote. Nani huyu? Wanaanza kuwa na mashaka. Kama Bwana apendavyo, ndivyo inavyotakiwa kumhofu, kumjaji yeye, kumpa nafasi katika moyo wako, katika kazi zako, katika kila fursa unayoiona ni fursa. Wewe msomi, wewe mkandarasi, wewe ambaye unategemea kupelekwa na mkono wa Bwana, anataka kuona una hofu kwake, unamtumaini yeye. Lakini unaposhiba unasahau kama yuko Mungu. Unapelekea kwamba nguvu yako ndiyo imekupa mambo yale. Sivyo, utafananishwa na ule mtini usiozaa matunda uliomuona Bwana anakwenda, haukutetemeka hata kusema. Ungetamka, nipe kinywa niseme na wewe, mti ungefungua kinywa na ungesema, Bwana, sina uwezo wa kukupa chakula kwa maana majira hayaja kuwa sawa. Tamka neno ili watoto wazaliwe hapa upate tunda la kula. Mti penginepo ungeomba hivyo mbele za Bwana, ungesema, maana yote yawezekana. Hata punda aliweza kunena kumwambia Balamu yanayotaka kumpata. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo mambo kama haya tunahimizwa kusimama, kuwa tayari wakati wote, ili Bwana apate kuona mavuno yake, ili Bwana apate kuwa Mungu katika watu wake. Amen. Mstari wa 20. Ndio. Wanafunzi walipoona
walistajabu wakisema, jinsi gani mtini umenyauka mara? Yesu akajibu akawaambia, amin nawaambia, mkiwa na imani, msipokuwa na shaka, mtafanya si hilo la mtini tu, lakini hata mkiuambia mlima huu, ng'oka. Rudia hapo. Nitarudia mstari wa 21. Yesu akajibu akawaambia, amin nawaambia, mkiwa na imani, msipokuwa na shaka. Simama kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Yale mashaka ya mitume wote 12 walikuwepo pale wote. Akawaambia, nyinyi mnashangaa kuuambia mtini huu nyauka, ukanyauka. Mnashangaa? Kama mtakuwa na imani, msipokuwa na shaka. Hili lizingatie. Imani za mashaka ndio kanisa letu la leo duniani. Watu wanakuwa na mashaka. Kristo wanatambua na habari zake wanatambua, lakini wana mashaka. Sasa anahimiza usipokuwa na shaka. Asingelisema hilo kama lingekuwa halipo katika nyoyo zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Anatuhimiza kama hatuna shaka, hatuna mashaka, tuna uwezo wa kufanya kazi zake. Tuna uwezo wa kuamuru mapepo toka, acha. Tuna uwezo wa kuamuru magonjwa, makansa, masaratani mbalimbali toka katika mwili wa mtoto wa Yesu, yakatoka. Tuna uwezo wa kuahirisha kifo cha mtu ambaye labda anaonewa au anaitwa, tukasema, Bwana, yakupasayo ni kusikia maneno haya, mrudishie mtu huyu uzima wake. Yakatendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tuna uwezo wa kugeuza. Hapa tunafundishwa hivyo. Tusipokuwa na shaka, tutaamuru mlima kwa kidole, kajitose baharini, nao utakwenda. Sasa mafundisho yake ni kwamba tunao uwezo wa kubadilisha hata kazi za Mwenyezi Mungu, tukaziomba kwamba zigeuke mahali fulani na fulani, kwa sababu tuna haja ya jambo fulani, akakubali. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na kila unaloliona ni gumu au jepesi, utambue kwamba ana ufahamu huo. Hilo limeratibiwa kutoka kwake, analifahamu hilo. Mungu ni mwema kila wakati. Kwa hiyo, kwa misingi hii, kina Petro wakafundishwa pale na hawakuelewa. Hawakumuelewa Bwana. Mungu ni mwema kila wakati. Kweli kabisa, hawakumuelewa. Kwa sababu walipokuwa wanaambiwa, mmeona mti umenyauka, wakasema, jinsi gani? Sema, kwani nyinyi mkiwa hamna shaka hamwezi kuyafanya haya? Lakini inaonekana hawakumuelewa, kwa maana hata Filipo alimdai Bwana kumuelewa ndio yeye. Katika Injili ya Yohana pale 14 kuanzia 6, Bwana akahuzunika. Siku zote uko na mimi Filipo, usijue kama uko na mimi. Utambui alioniona mimi ameona Baba. Utambua mimi ndani ya Baba na Baba ndani yangu. Alihuzunika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tomaso anasema, siamini mpaka nitie vidole vyangu. Akatokea akamthibitishia. Mungu ni mwema kila wakati. Petro anaambiwa, nakwenda Yerusalemu nikatiwa mikononi kwa wenye dhambi, kisha nisulubiwe mpaka kufa. Akakataa, asema, la hasha Bwana, hata akaitwa shetani nikikwazo, rudi nyuma kwangu. Unaonaje? Walielewa katika habari ya mtini. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hawakuelewa, hawakumuelewa. Na kama wangekuwa wamemuelewa, hata Yuda asingeweza kumsaliti Bwana. Kwa hiyo mafundisho ya Mungu ni lazima uwe makini, ujipange. Ndiyo mti unaozaa matunda. Lazima uwe na akili zinazofanya, zinachunguza kazi za Mungu, ili upate kuzielewa, upate kuziishi, na Bwana atazame kazi zake kupitia kwako. Ndiyo mti unaozaa matunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Lakini pale hawakuelewa. Aliwafundisha neno la kweli na kazi ya kufanya, hawakumuelewa.
wakafanya yaliyo yao ndani ya Kristo wakiwa naye, wakalaumika. Kristo akawalaumu. Kambi yake ilikuwa na mambo, kulikuwa pale kuna mambo, roho nyingi za kumsuspect kama yeye ndiye au la, anaoyafanya kweli. Walikuwa hawako sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mitume ya Kristo ikafanya tofauti, na hata siku ya suluba yake alionekana Petro kwa mbali, lakini wote walikuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo mti ukakauka kwa kidole na kunenewa, na wewe unaambiwa utamuondoa pepo kwa nini? Kwa kumpiga kofi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Utamponya mtu kwa kumsukuma, bali kwa jina la Kristo kama alivyoagiza. Haya ndiyo yatupasayo, tufanye yale aliyoagiza, sio ya kwetu. Tukiwa tunafanya ya kwetu, sisi ni mti ambao hauzai matunda. Na kama umezaa matunda, basi uko kwenye michongoma, kwenye miiba, kwenye mibaruti. Hauwezi kuendewa na mtu ambaye ana shida, kwa sababu uko kwenye hatari. Amen. Amina. Ndiyo tukaonywa pale manabii, tukaonywa pale mitume, tuwe na tahadhari, kwa sababu neno tunalolihubiri sio la kwetu, ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Imeisha ile? Bado. Endelea. Mtafanya si hilo la mtini tu. Ndiyo. Lakini hata mkiuambia mlima huu, ng'oka, ukatupwe baharini, ndiyo, litatendeka. Litatendeka. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hilo ni neno la ushuhuda. Alirudia tena kwenye Yohana 14 mstari ule wa 12. Alirudia tena hilo, ni neno la ushuhuda. Watumishi wa Mungu wanao uwezo wa kuzuia, wa kuondoa, wa kukemea kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini yanashindikana kwa sababu sifa hizi zinakuwa hatuna. Hapa tumeweza kufanya mengi. Tulisikia Ebola inaingia nchini kwetu. Tuliingia katika mafungo na kumuomba Mungu na kuzuia zile roho zinataka kuja kuwaua wa Tanzania. Tuliweza, hatukuweza? Iliondoka kimya kimya. Nzige waliingia, ilikuwa ni mtaguso wa Mungu kwamba jiandaeni na mapigo. Tukamuomba tena Mungu, walizuiliwa, hawakuzuiliwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mpox tukasikia, tukaingia tena kumuomba Mungu, taifa limeteteleka. Hivi ndivyo anavyotufundisha kuondoa milima kwa jina lake. Lazima tumtambue, tumweke mbele, tumuamini, tufanye kazi kama alivyotuagiza, yatafanyika. Tutakula, tutashiba, tutavaa, na hata mauti zetu tutakapokuja tutakuwa na taarifa, maana tunaitwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kinyume cha hapa tutakufa kibudu. Kila linaloanguka huko litakuwa la kwako, linakuangukia na wewe. Kila tufani linalozuka huko na wewe roho juu lazima lifike kwako, kwa sababu Kristo hayuko ndani yako, wala huhusikani na yeye, na yeye atakuacha. Na wapenda wanipendao na wanitafutao kwa bidii wataniona. Haya maandiko ni kwa ajili yako kujua kwamba Mungu anasema na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Taiona hiyo andiko katika habari ya Methali ile 8:17. Utaona haya maneno. Mungu ni mwema kila wakati. Ndio maana akatukataa pale. Si wote wanaosema Bwana Bwana kama wanataka kuulisi ufalme wa Mungu. Haitawezekana. Si wote. Si wote, kwa sababu Mungu anaangalia kazi. Kama alikwenda kwenye mtini, tambua alikwenda kuangalia kazi, akakuta zero. Mti ukauawa, mti ukanyaushwa. Je, akija kwako, akikukuta wewe huko sawa, unategemea nini? Uwe salama? Bwana anapenda wazembe au anapenda wakamilifu? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo tumefundishwa neno hili
kwa ajili ya kusimama na kuweza kutambua kwamba Bwana anao wajibu wa kuja kwako, na anapokuja kwako hafati chakula chako au jumba yako nzuri, anafata kazi. Na kama utakuwa umesimama hivyo, mbinguni njia ni nyeupe, huna mjadala. Mungu akubariki katika somo hili. Mungu akakujalie yanayohitajika kwako. Mungu akahusike na haja yako. Mungu akainue mkono ule wa kuhani mkuu kwa kukubariki wewe katika habari ya tabu zako, katika habari ya furaha yako, katika habari ya matumaini yako. Mungu akaseme na wewe. Mungu akatazame machozi yako. Mungu akakupe raha, akakupe amani. Mungu akatazame haja zako ambazo haziwezekani leo hizi akazifungue. Barikiwa kwa baraka hizo. Mwisho wa somo letu.